pesa. Abubahuhoraho naho satana turwanya ariko ntitugira ubwoba dufise umwami tugwanirira turakingiwe. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, kona kwa kona, barabara kwa barabara, tukipata habari hii ni Dile kujumlisha 61. Tumepata bahati ya kukutana na mwimbaji ajulikanaye kama Blote, ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu, lakini ana vipaji vingi. Tukiachana na uimbaji, ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Achana na hivyo, ni kameramani, ni mtangazaji. Hivyo vyote ni vipaji vyake, lakini ni mmoja wa watu ambao waliwahi kunishonea nguo nikivaa mpaka hivi sasa wananiambia nimependeza. Habari za sasa? Asante sana, habari ni nzuri. Nimefurahi kuwaona pia, karibu kwetu. Tuanze kwanza na nani ya kushona. Bado unafanya ile kazi ya kushona kwa sababu ile nguo ulionishonea mpaka hivi sasa kuna watu wananipigia simu wanataka uwashonee ndugu. Hiyo mbona ya zamani lakini so asante sana. Kwa hiyo kazi ya kushona bado naendelea. Sema tu nilibiwa atelier nilikuwa nayo. Ni ushuhuda mrefu, tutafikia hapo labda ikiwezekana, lakini nina marafiki zangu wenye wako na atelier. Nikipata nafasi na kazi naenda, wananipatia cherehani na kaa pale na shona kama kawaida. Tuanze kwanza kwenye mambo ya uimbaji. Ilikujaje mpaka kwa sababu kuna volume namba 1 ambayo umeshaweka kwenye mtandao wa YouTube ambao tuna nyimbo kama Turakingiwe, Akilishimwe. Lakini katika hizi nyimbo zote 10 ambazo ziko pale, mimi ni mpenzi sana wa wimbo namba 1 Turakingiwe. Turakingiwe. Ilianzaje mpaka kwaje kujikuta wewe ni mwimbaji mzuri? So kwanza ninamshukuru Mungu, na kuimba ni kitu ambacho kilikuwa ndani yangu tangu zamani. Labda tangu ni kipindi nilikuwa bado sijazaliwa. Nikiuliza sana mama njoo atakuja kusimulia vizuri. Inawezekana hata tumboni kwa mama nilikuwa nacheza muziki, nilikuwa na dance. So nilitumika kazi ya Mungu na Sunday school wakati tulikuwa katika kanisa la Pentecost. Na nikawa kiongozi wa kwaya miaka mingi. Alafu nikaja kugundua kwamba kuna wengine ambao wanahitaji injili kupitia uimbaji. Kwa sababu tulikuwa tunaimba watu wanabarikiwa, lakini waliobarikiwa ni wale walikuwa wameingia kanisani siku ile. So nikaona na niitike wito wa kutangaza habari njema kupitia uimbaji kwa nyimbo ambazo zitasaidia na wale watu ambao hawajaingia kanisani pale. Basi mwaka wa 2012 nikaanza hiyo mpango wa kumwimbia Mungu na nyimbo ya kwanza ikatoka. Ndio. Wimbo ambao ulianza nao ulikuwa ni wimbo gani? Wimbo wa kwanza kipindi hicho. Wimbo ulikuwa unasema yelelelelelele harukurinda nukwiyahura abantu bakinogihe nibagitinya nikiza sida. Okay. Mimi tukiachana na Turakingiwe, kuna wimbo ambao napenda sana pale kwako ambao unaitwa Dufisi Jambo. Na ni wimbo ulikuja nyuma ya Turakingiwe ndio ilianza, lakini wimbo na wenyewe unajua kuna watu wanasema maneno, wakasema maneno, lakini ilikuwa ni fursa nzuri ya kuwakumbusha kwamba ijapokuwa tu wanasema maneno, mbinguni kuna Mungu anayesema neno, na hilo neno Mungu analolisema lina nguvu zaidi ya maneno ya watu. Tupe chorus kama ndio pale. Ile basi. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo.
Sijawahi kuambia kama una nyimbo nzuri, lakini leo nikubali nikupongeze kwa uimbaji mzuri. Asante sana. Labda muda wako nipongeze ulikuwa hujafika. Nilikuwa nimeusubiri sana kwa hamu, na mshukuru Mungu kwa sababu muda umefika. Tukiwa hapo kwenye mambo ya uimbaji, kuna wakati uliwahi kusemeka wimbo wako wa Turakingiwe umeibiwa na mtu ambaye anautumia nchi jirani za hapa Afrika Mashariki. Hili habari ilikuwa ni kweli? Ile habari ilikuwa ni kweli, na nichukue fursa hii niwashukuru wachungaji wa nchi ya Rwanda kipindi hicho. Kuna mchungaji anaitwa Shimiye, njoo alikuwa anaona na post Mercedes zangu, tulikuwa bado tunatumia Mercedes. Ndio. Kaziona na post mtandaoni, akaniuliza, "Hii nyimbo kweli ni ya kwako?" Nikamwambia, "Ndio ni ya kwangu." Akaniambia, "Nitumie basi audio nisikilize." Nikamtumia, aliposikiliza akasema, "Huku kuna mtu ambaye ako na Ilanch, anasema kama Ilanch ni ya kwake." Na huku Rwanda alishakusanya pesa nyingi, watu wanabarikiwa, wanambariki. Unajua mtu akibarikiwa ni lazima bariki mtumishi wa Mungu ambaye amembariki. Nikamwambia, "Basi sina uwezo wa kumkamata, ila kama unaweza kumfikia mwambie asimamishe hiyo concert. Ikiwezekana nitafute turekebishe kwa sababu ameniiba." Basi alimwambia hiyo habari ilimfikia, hiyo message ikamfikia, akamshauri huyo Jamali nitafuta. Na kuna watangazaji wengi walinisaidia wa radio tofauti. Nakumbuka Radio Nderagakura kupitia kwa mtangazaji wa radio hii alikuwa ni Adam Balagoma, bila shaka ni huyo tuko naye hapa. Basi na watangazaji wengine wa radio tofauti, kwa Kirundi bavuga ngo baramama. Basi na huyo mtu alikuwa anafanya hilo jambo, akasimamisha, kaniomba msamaha. Basi tukarekebisha, undugu ukaendelea. Alikuwa na yeye ni mwimbaji wa nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu? Alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za kumtukuza Mungu, lakini kuna viwango, unaona viwango vinazidiana. Kuna unafika mahali unaona nikiperform hii itakuja kuua, sio kama zile zingine. Na wewe mwenyewe unajua ukiacha vitu vyako na kupenda kutangaza vitu vya wengine, ulishaona kama vinakuzidi nguvu. Basi tu kwenye mambo ya uimbaji. Naonaga video zako na muziki yako. Wale najisi gani mnawavika? Unakuwa umetoa wapi yale mavazi na wale waimbaji? Unajua kama wewe ni mbeba maono, kila kitu nakigharamia wewe mwenyewe. Unajua mimi ni fundi cherehani na shona. Kuna wakati Mungu ananibariki pesa kidogo, naingia dukani na ununua kitambaa, naenda kwenye cherehani na shona, na washonea, tunavaa tunapendeza. Na mbali na hayo, na wenyewe wako na nguo za kufanana, anaweza tukajitahidi tukatafuta nguo za kufanana, tukavaa tukapendeza. Lakini kama ni kushona, mimi ndio nasimamia hilo swala. Tutoke kwenye uimbaji kidogo. Baadaye nikaja kusikia Prote, rafiki yangu, ndugu yangu, mtumishi wa Mungu hivi sasa na ni mchungaji. Ilikujaje mpaka kukuta kuwa mchungaji? Hilo sasa tunaweza tukaliongelea mpaka ikawa saa 12 jioni, lakini kwa machache naweza nikasema ni story ndefu, lakini kwa ufupi mimi nilikuwa sina idea ya kuwa mchungaji, na nilikuwa sina huo wito kabisa. Na kivyangu nilikuwa sitamani kuitwa mchungaji kwa sababu uzito uko kwenye kazi. Nilikana wachungaji miaka mingi, nilitembelea wachungaji mara nyingi makanisani. Unajua mikutano mbalimbali nilikuwa nafanya, wachungaji tulikaa nao wana mazito. Kwa hiyo nikaogopa, nikaona hilo sio jukumu langu. Lakini kwa sababu ya mpango wa Mungu aliniita, nikakataa. Kaniita mara ya pili, nikakataa. Mara ya tatu. Alikuwa anakuita kwa jina lako au alikuwa anakuita kivipi? Aliniita kwa jina langu kwenye ndoto. Nikapinga, tukaenda kumulima kuomba Mungu kwa kufungisha hiyo mada. Kama Mungu funga. Mungu msitaki kwa mchungaji, Mungu hataki. Hiyo ni ya wale wazee. Kwanza angalia umri wangu. Ni wa kuitwa mchungaji. Na muonekano wangu ni kijana. Sasa watu watanielewaje? Basi nikakawia kwa hayo mambo. Nikaona huyu Mungu nimkimbie. Nikakimbilia nchini Malawi. Na
nilipofika Malawi nikakutana na Mungu, nikakamatwa. Huko Malawi? Ndio. Nilipokamatwa na kuna rafiki yangu mmoja akanisaidia nikarekebisha nilichokuwa nakiomba ili nirudi nyumbani. Nikamwambia Mungu nimekubali naenda kutumikia. Niliporudi nyumbani nikifika Tanzania ni safari ndefu ujue. Okay. Katikati ya safari nikarudia tena kumpinga Mungu, nikamwambia hili jambo sila kwangu Mungu, nisamehe, nitaendelea uimbaji. Hapo nilipofika Mpanda nikachukuliwa nikakamatwa tena. Nikipinga tu nakamatwa. Okay. Kwa Mungu hakuna mzaa, hakuna urafiki, hakuna kijamaa. Nilipofika Mpanda nikarazwa gerezani siku 2. Nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu nimekubali naenda kukutumikia. Nilipotoka hapo sijaingia katikati vizuri, niko napitisha tu, ni ushuhuda mrefu. Kuna kipindi tutashuhudia upana zaidi. Sawa. So tulipotoka Mpanda kuelekea Kigoma, si niko narudi Bujumbura. Ndio. Hapo nikapinga tena, nikamwambia Mungu ulininyanyasa kwa sababu nilikuwa kwenye nchi sio ya kwangu, hivi naenda kwetu nyumbani nitaendelea na yale mambo ya kuimba tu, mambo ya uchungaji, nisamehe. Hapo nilipofika Kigoma nikapanda nikaunganisha mabanda mpaka Bujumbura. Nilipofika Bujumbura, mzee, nilifika siku ya kumbi kama ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ilikuwa ni siku ya Jumatano nakumbuka. Na nikaingia studio mara moja siku hiyo asubuhi ya hiyo siku nikaingia studio. Hapo ndio nilimba imbo inasema umusumwe nafashe urugendo ngiye kuvuga ubutumwa bwiza ngeze imbere murani ngorane. Nilimba story hiyo yote. Okay. Michael Olivo ni story kabisa ya kweli. Ndio, ilikuwa ni story ya kweli. Nilipotoka studioni nikakuta tulikuwa tunafanya kazi naye amekamatwa kwa sababu za kazi. Basi nilipoenda kumwangalia watu, nilikuwa kati ya kazi ambazo mimi nazifanya kuna nyingine hakusema mimi ni dereva. Okay. Cheti changu cha udereva hiki hapa. Okay. Basi kwa hilo tatizo watu waliokuwa wanaona natembeza huyo mtu kwa hiyo gari wakasema na ule mkamate. Alikuwa anafanya kazi na huyu mwenye tuko naye. Basi wakanikamata wakaniingiza selo, nikakaa huko siku 2. Na nikakumbuka alichoniambia Mungu, nikamwambia Mungu nimekubali haya yote nimeyapitia, nakumbuka ni kwa sababu gani naenda kukutumikia. Basi tarehe 15 mwezi wa 9 2024 nikamwagiliwa mafuta ya uchungaji, nikakubali 2024 nikakubali, nikaitika wito. Nilipitia mengi mpaka nifikie na hatua hiyo ya kukubali. Kweli nilipitia mengi, ni Mungu tu. Mimi nilikuwa sitaki. Tukiwa tunaendelea wapenzi wafuatiliaji wa vipindi vizuri vitamu vya DLM kujumlisha 61, bado tupo pamoja na yule mtumishi wa Mungu mchungaji. Niko nakuuliza ni kwa nini ulikuwa unakataa wito wa mchungaji na wakati tumekuwa akituambia kwamba na muimbaji na yeye ni mtumishi wa Mungu. Kama kuna watu watapigwa fimbo nyingi kule siku ya kiyama, nyinyi ni wa kwanza kuachana na sisi ambao tunaingia na kutoka. So unajua ili kisema neno mtumishi, unajua mtumishi na kazi anaweza kuwa mtumishi wa kupika, anaweza kuwa mtumishi wa kuosha vyombo, anaweza kuwa, maana yake kuna ngazi tofauti. Hii ngazi nilikuwa naiogopa kwa sababu ya uzito na niliokuwa nimeona kwa wachungaji wengine, lakini kwa sababu ni Mungu tu alikuwa amependa, basi nikaitika wito. Unapokutana na wachungaji ambao wanakuzidi umri, mtu akiangalia bado ni kijana kama jinsi ulivyosema, unapokutana na wachungaji ambao ni wazee, huwa wanakuelewa vipi? Kitu kusema watu wanielewe ndicho kitu kilinikawiza sana mpaka nikapigwa fimbo na Mungu. Ningejua mapema kama hauwezi kukubaliwa na watu wote, ningeitika wito mapema. Lakini kwa kulingana na hali ya kawaida ya maisha nilikuwa nimeyapitia hapo nyuma, nikaona hivi watu watanielewaje na ni nani atakubali kama mimi ni mchungaji. Hiyo ikanikawiza sana, nyuma nikaja kupigwa fimbo na Mungu. Na watu tukiona na watu wakubwa, watu ambao walinitangulia kwenye hii ngazi ya uchungaji,
wapo wengi mno, na niwashukuru sana, waliniunga mkono, waliniambia felicitation, kuna wengi Mungu alikuwa amewaonesha maisha yangu ya kiroho na kitu Mungu anataka nimtumikie. Nikiwa nao wananifariji, wananitia moyo. Alafu pia tusisahau ya kwamba kuna wengine wanatuvunja moyo. Wanasema, "Oh, umejiita. Wewe sio Mungu alikuita. Kwanza wewe ni mwenye dhambi." Mambo mengi. Lakini pamoja na Mungu, kitu kikubwa ni wewe na Mungu umesimamaje na Mungu? Mna mawasiliano gani na Mungu? Kwa sababu unaweza kukawia kwa kuwa unataka kuyaweka mbele mawasiliano ya watu na wewe. Unasahau yale mawasiliano ya wewe na Mungu. Hiyo inasababisha nyuma au mbele ukutane na matatizo. Sawa. Tukiwa kwenye ngazi ya uimbaji pamoja na uchungaji. Waimbaji wengi nchini Burundi wanapiga fujo kwamba wanapoalikwa hawapewi chochote. Lakini wachungaji mkialikwa, mkiwa mmeenda kuhubiri, baada ya mahubiri kuna mshiko fulani mnapewa. Hivi wewe inakuwaje? Sasa wewe ni mchungaji na wakati huo ni muimbaji. Ukienda kama muimbaji, huwa wanakupa chochote? Na kama hawakupi, mnapigana vipi au mna mawazo gani ili kwa hao waimbaji na wenyewe wanafikiwa? Asante sana kwa swali nzuri. Acha nianze na la uimbaji, kwa sababu huko kwa uimbaji ndio nimekaa zaidi ya miaka 12. Najua mengi kwa kipengele cha waimbaji. Muimbaji hapewi chochote, ikiwezekana tu kuelewana na yule ambaye amekualika, anakulipia nauli ya kufika pale na kurudi nyumbani. Unaweza sijui kama kakufungia hata 5,000 ya nani ya chai ya sukari, basi kupitisha pale ulipoimba, ili hizi koromeo na zenyewe zisikie kama kuna kitu ambacho kimepita pale. Kwa kuhusu wachungaji nao, mimi sijakaa kiuchungaji miaka mingi, labda ni mwaka mmoja tu na miezi midogo hapa. Na lakini kuna msale wasema kwa Kirundi ngo nutaziturutsa arabona aho zitaha. Na mwenye hana ngombe za kwake anaona wale wanazoichunga na jinsi wanazichunga na kuzirudisha nyumbani. So tukiangalia wachungaji wengine waliotutangulia, kuna mambo mengine unakuta ni kama vile sijui kama ni kuwasimanga wale kufanya nini. Hapa Burundi kwetu ni vigumu kualikwa kiuchungaji na kupewa pesa. Ni vigumu. Alafu pia kitu ambacho nimesha kiona, kwa sababu na mimi nawaalika wachungaji wanakuja kanisani kwangu wanahubiri, kuliko niwapatie kitu, wenyewe wanaleta kitu, wananisapoti. Kusikia mtu anasema wakialikwa wanapewa, wanakialikwa wanapewa, hilo ni siri ambao hawajajua. Kuliko kupewa, wanatoa. Mimi nilikuwa najua kwamba wachungaji wanapewa kitu chochote. Okay. Hilo siwezi nikaliunga mkono sana. Wapo wanapopewa ndio, lakini huku kupewa haujaongea na mchungaji useme ili nije kuhubiri kwako utanipatia 1,000,000, 2,000,000, 500,000, 300,000, 100,000. Hapana. Wewe na jinsi watu wamebarikiwa, na unajua huyu mtu amekutembelea na familia na ametumia nauli, ni vizuri na wewe uyasapoti mafuta yake. Lakini si kitu mtu anaweza kusema wao wanapewa pesa, zile pesa haziwezi zikualipia manyumba, haziwezi kuanulia manguo ya watoto na wake zao au na waume zao. Hapana. Ni kitu cha kujitoa tu, kuona acha tumsapoti mtumishi wa Mungu, hata iwe 20,000, iwe 20,000, iwe 30,000, basi tuoneshe kama tumesapoti huduma yake. Tukiwa hapa kwenye mambo ya uchungaji na uimbaji, kabla hujawa mchungaji, ziliwahi kutunguka tetesi kwamba unatembea au ulitembea na watoto wa watu, ambao ni habari ilipita kwenye ukurasa wa kijana mmoja anajulikana kama anaitwa Chimamanda. Ile habari ilikuwa vipi kwanza? Chimamanda hizo siku za zamani niliona walimuzika kwenye kaburi mbaya sana ya milimani. Chimamanda akasema, mimi nilishakufa zamani. So ile habari naijua sana vizuri sana. Tuachane na Chimamanda. Chimamanda ni mtu wa mitandao, na unajua ukiwa unatumikia mitandao unatafuta kitu ambacho nawe kitakuingizia kitu. Na katikati ya watu ambao walikuwa na jina, nilikuwa ndani kabisa. Na
kama alivyosema, mimi sikuwa mtakatifu, ndio nilikuwa mwenye dhambi, ila namshukuru Mungu akaniosha na damu yake, akanituma kwenye kazi yake. Mambo ya zamani siyakumbuki tena. Sijui kama uliwahi kusikia wimbo nilifanya remix, wimbo ambao uliimbwa na mwimbaji wa Tanzania aitwa Anicet Butati. Unasemaje huo wimbo? Unasema usinikumbushe. Ndio ninajua, unajua maisha yangu ya zamani. Okay. So aliwahi kusema hizo habari. Katikati ya mambo alisema yamo ndani ya ukweli, na mambo mengine ya kuhatarisha kama moto wa mtandao. Tusitaki kurudi kule kwa sababu yao ya ukweli ambayo ilikuwa si ya ukweli. Ya kale yamepita. Alipita kabisa. Sasa tunayo mapya. Ndio. Tuje kwenye mambo ya ufundi. Kwa sababu siku nyingine tutakuja kufanya kipindi kwa mambo mengine. Mambo ya ufundi wa kushona nguo na driver. Ufundi nao umesema sema kwa nafanya kazi walikuiba vifaa. Ikwendaje nayo? Kipindi hicho nilikuwa nazunguka nakimbia wito, nazunguka huku na kule. Wakati nilikuwa Malawi, si atelier nilikuwa niacha wafanya kazi, walikula na vitambaa na mama wakakula na macheleani yote. Basi nikabaki vile vile, nikaja kukumbuka ni moja katika fimbo ambayo Mungu alikuwa ameniandalia. Na sikuvunjika moyo kwa sababu najua uko mbele kuna mema mengi aliniandalia. Okay. Ndio. Na kuhusu udereva, ni kipindi hicho na gari nilikuwa naitembeza, nikaona inakuja kuleta hitirafu kidogo, nikasema acha tu kama ile Lot na Ibrahimu walisema hawa wachunga kondoo zetu kuliko watutenganishe, acha tuchague, wewe uende huku, mimi ni ukichagua huku mimi naenda huku. Basi mambo yakamalizika hivyo. Unafanya kazi nyingi. Na hapa nchini kuna vijana wanashindwa kufanya kazi hata moja. Ni kipi cha kuwashauri? Ushauri kwanza niuelekeze kwa waimbaji wenzangu. Waimbaji wengi ni kuvaa vizuri na kuonekana kwenye stage, na wanaogopa wengi. Sijasema wote, lakini miongoni mwao wako watu ambao wanaogopa kufanya kazi. Kazi za nguvu, wakiona mimi ni mchungaji, lakini tukikutania kwenye barabara nikiwa kwenye mfereji na kipawa nikiwa nazoa kwenye mamifereji pale, nikijua nikitoka hapa itatoka na 10,000, mambo ya uchungaji usiniletee, niko kwenye kazi. So naweza nikawashauri tufanye kazi, kwa sababu hizi kazi tunazifanya, kazi ya Mungu, malipo yake ni mbinguni. Lakini sasa utafika mbinguni, utasubiri malipo ya mbinguni, na hapa duniani utahitaji kuvaa, utahitaji kula, tutalipa manyumba, tutavalisha wake zetu, watoto wetu watasoma. Sasa ukisema mimi ni swaga tu, acha ni pamba nionekane kama mtu ambaye ni wa hatari bila kufanya kazi, itakuwaje? Na ujumbe wafikie wachungaji wenzangu wengine, kwa sababu wapo wachungaji wengine, ndio kuna aina mbili. Kuna wachungaji Mungu aliwaita na akawakataza kufanya kazi nyingine ya mikono, kwa sababu wawe karibu na kondoo mara kwa mara. So hao siwezi nikawaambia kitu, kwa sababu wanajua walichoongea na Mungu. Lakini kuna wengine Mungu hajatukataza kufanya kazi, tufanye kazi. Ndio maana mimi kila kazi nafanya. Kiona niko kwenye mic niko mtangazaji, kiona niko kwenye vero niko taxi vero, kiona nimechukua moto natembeza moto niko motari. Unataka kuendesha baiskeli? Sana. Baba, katika kuhitimisha, tungeomba tumalize na ule wimbo ambao mimi naupenda. Ukiwa unapiga hapa vipi? Alafu mimi nitakusaidia kuimba. Ule wimbo unakumbuka? Abubaura unakumbuka kumbe? Acha nikupigie kinanda na utaimba. Acha nirekebishe vizuri hapa. Acha nikusaidie. Tafute ngoma kabisa hapa tucheze turakingiwe. Oh. Yes sir. Naho Satana turwanya, ariko ntitugira ubwoba, dufise umwami turwanirira, turakingiwe. Abubaha
uhoraho naho satana tugwanya ariko nitugira ubwoba dufise umwami turwanirira turakingi abuba uhoraho turakingiwe abamenye Imana turakingiwe abakorera Imana turakingiwe naho satana tugwanya turakingiwe naha dutega imitego turakingiwe Bwana mtumishi wa Mungu Plote, mimi napenda kumuita mtumishi wa Mungu, lakini hivi sana muongeza jina lingine nitakuwa namuita Yona kwa sababu Mungu, lakini Mungu akamfuata huko ili akamuita. Mimi hivi sana tutakuongezea hilo la Yona. Mimi nakushukuru sana kwa muda huu ambao umetupa, lakini ungetuambia kwa maana ya huu wimbo bacha katika lugha ya Kiswahili kwa ufupi tu. Asante sana. Wimbo tunalindwa, turakingiwe kwa Kiswahili tunalindwa bila shaka. Ndiyo. Ni wimbo ulitoka mwaka 2015. Tulikuwa na shida na tatizo hapa nchini kwetu Burundi. Lakini pamoja na kumwomba Mungu akanifunulia hayo maneno ili niaweke kwenye wimbo, ni wafariji Warundi na ndugu zetu ambao walikuwa Burundi kwa kipindi kile kigumu kabisa. Na ni wimbo uko na ushuhuda mkubwa sana, watu wengi wanashuhudia kwamba uliwasaidia kutoikimbia nchi ya Burundi, kwa sababu pamoja na magumu na matatizo yote mbinguni kuna Mungu ambaye alitulinda. Ndiyo kabisa. Wapenzi wasikilizaji na wapenzi watazamaji, wafuatiliaji wa vipindi vizuri, sisi tunakushukuru sana Bwana Plote. Nikushukuru sana wewe na cameraman wako umetembea naye, niwashukuru sana kunikuta hapa kazini. Hapa ni ndoko kazi kwangu, ndoko kazini kwangu hapa. Na hii ni televizio tunayotumikia ndani, inaitwa Trasis Hope Ministry TV. Na tunafanya kazi za kuwatembelea mayatima, wajane, watu wafungwa, watu ambao wako mahospitali tofauti. Ni kazi ambayo ilianzishwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Tarasisi Manirakiza, yuko Marekani, na ni kazi ambayo imefika mbali sana. Na niwashukuru sana kuacha kazi zenu zingine zote mkaja kunitembelea. Mungu awabariki sana. Asante. Wapenzi wafuatiliaji wa vipindi vizuri vya DLM popote pale mlipo, hii ni DLM kujumlisha 61. Unaanza na kujumlisha hapo, unakuwa unapata vipindi vizuri vitamu vikali vya DLM. Nyuma kamera ni kijana mkali sana katika siku hii ya leo, mwite Java K, ni jina lake hilo, unakuwa hujakosea. Mimi nito utakavyotaka. Asante. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.